ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه تنزيل المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يقول الإمام الصادق عليه السلام: من مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق منه الحاج أو سلطان يمنعه منه فليمت يهوديا أو نصرانيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله نبي الكريم وصدق الإمامنا جعفر ابن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما. اللهم صل على محمد وآل محمد. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد قال الله سبحانه وتعالى: فاتقوني يا أولي الألباب. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, awali ya yote, baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusipeleka sala na salamu kwa mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, pamoja na ahli beiti zake watakasifu wa taharifu, na kuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juu ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, juu ya kushikamana na maamrisho aliyotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuyaepuka yale makatazo alotukatazeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sala na amani
zimwendee mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi, ambaye yeye alikuwa ni mwalimu wa kutufunza sisi jinsi ya kuabudu, ambaye yeye alikuwa ni mwalimu wa kutufunza vipi tuzitakase nafsi zetu. Lakini Bwana Mtume hakutosheka kuwa ni mwalimu, bali yeye alikuwa ni tabibu wa kututibu yale maradhi ya nafsi yanayotusumbua katika nyoyo zetu. Ndio maana katika kila mukaddima khatibu lazima mtambulishe Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi kuwa ni tabibu nufusina. Yeye ni tabibu wa maradhi ya kisaikolojia yanayotusibu katika maisha yetu ya kila siku. Alikuja kutufunza na kututakasa nafsi zetu na kutufunza jinsi ya kuabudu. Dauru ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi haikuishia kwa Bwana Mtume, bali ilikuwa ni endelevu, ikawa ni endelevu kupitia kizazi cha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi, kizazi ambacho kitasimamia mafunzo na utaratibu aliofunza Bwana Mtume mpaka siku ya Kiyama. Mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi yataendelea kuwa ni imara, yataendelea kuwa ni madhubuti mpaka pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakapoamua dunia hii iishe na watu wote warejee kwake. Kwa ahlu baiti Rasulillah ndio waliosimama kidete na wanaoendelea kusimama kidete mpaka hii leo, ili dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi yaendelee kubaki kuwa ni salama mpaka siku ambayo tutakutana na Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ndugu zangu, tumo ndani ya ashhurul hajj, tumo ndani ya miezi ya hija. Miezi ya hija watu wa fiqhi waligawa kuwa ni mitatu: mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqaad na mwezi wa Dhulhijja wenyewe. Ukirejelea katika vitabu vya fiqhi utakuta hii miezi mitatu, Shawwal, Dhulqaad pamoja na Dhulhijja, ni moja kati ya miezi ambayo inafahamika kwamba ni miezi ya hija. Katika miqaddima iliyotangulia kule nyuma, ambayo ilikuwa ni katika mlango wa tazkiyatun nafs, wa kuzilea nafsi wakati wa kuelekea katika hija, tulielezea mambo mbalimbali ambayo inatakiwa kabla ya kwenda hija. Hija yako ianzie hapa kabla ya kufika kule. Tunaenda katika hija kwa ajili ya kukamilisha lile alolitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini maandalizi ya hija yanaanzia huku kwanza. Hii miezi mitatu, Shawwal, Dhulqaad na Dhulhijja, ambayo hija inakuja kusimama ndani ya siku kadhaa, takriban siku ambazo ni maalum na ni mahususi sana, zikiwa ni tatu, ikiwemo siku adhimu zaidi, siku ya Arafa. Maandalizi yake yote lazima yatoke huku.
Na maandalizi ya kwanza ni maandalizi ya nafsi, maandalizi ya moyo, maandalizi ya roho, malezi ya kiroho katika nafsi yako. Tukaelezea kwamba hija kama ilivyokuwa hija ambayo msingi mkubwa tunaichukua hija kutoka kwa Nabiullahi Ibrahimu alayhi salam, aliyepita mapito makubwa na marefu toka alikotoka katika ardhi ya mbali akaja mpaka alipofika katika ardhi ya Makka. Ni mengi aliyapitia pale, yote yalikuwa yanamweka sawa nafsi yake. Ukimchukua Nabiyullahi Ibrahimu alayhi salam, ukamchukua Nabiyullahi Ismail alayhi salam, ukamchukua Bibi Hajara, utaiona hija inakamilika kwa pamoja kupitia watu hawa watatu. Wanakuwa ni rumus, wanakuwa ni alam, bendera inayotuonesha sisi hija ikoje. Bendera ama msingi au nguzo inayotuelekeza ni kuwasoma watu hawa watatu waliozishinda nafsi zao wakaweza kutekeleza ile ibada maalum. Ibrahim alayhi salam alosimama kwa ajili ya kujenga misingi maalum ya hija, kuanzia pale kuinua Al-Kaaba na kuendelea. Lakini Ibrahimu alayhi salam alosimama kwa ajili ya kuishinda nafsi yake katika kuliendea lile aloliwekea nadhiri na kuliona katika ndoto yake. Ibrahim alayhi salam ambaye aliamua kutekeleza kile ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimwamrisha aweze kukitekeleza. Sasa Nabiullah Ibrahim alayhi salam wakati akiyatekeleza hayo, hatuwezi tukasahau utiyari wa Nabiullah Ismail alayhi salam, lakini vile vile utiyari vile vile wa Bibi Hajar au Sara au moja kati mama yake Ismail alayhi salam. Hao wote walikuwa tayari katika kutekeleza lile ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwaamuru waweze kulitekeleza. Kwa hiyo tukasema hija maandalizi yake ya kwanza ni maandalizi ya kinafsi. Hija maandalizi yake ya kwanza ni maandalizi ya kiroho kabla ya maandalizi ya malia ya kimadia. Aya tuliyoisoma, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walillahi ala nnas hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Na kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, watu mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hijjul bait, wanaenda kwa ajili ya kuhiji ama kwa ajili ya kutukuza nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufanya ibada katika nyumba ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Akasema man istataa ilayhi sabila, yule mwenye uwezo basi aiendee ile njia ya kuelekea katika hija. Waman kafara, na yule atakayekuja kupinga, yani asiende hija, fa inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tajiri kwa ulimwengu, ni tajiri wa ulimwengu mzima. Ile ubakhili utakaofanya kwa kutoenda hija haumwathiri Mwenyezi Mungu chochote. Inna Allaha ghaniyun 'anil alamin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni tajiri wa ulimwengu, amejitosheleza kwa kila kitu, bali hiki anahitaji utayari wako wa nafsi yako kwa ajili ya kuliendea hili ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuandalia uweze kwenda. Al-Imamu Sadiq alayhi salam katika riwaya tuliyoitanguliza kuisoma vile vile anasema, man mata wa lam yahijju hajjatil islam, yeyote atakayekutwa na umauti akawa hajahiji hija ya Kiislamu. Kwa nini anasema hajjatul islam, hija ya Kiislamu? Kwa maana hija ya Kiislamu ni mara moja katika umri wa mtu, ni mara moja katika umri wako utakaoishi. Hizi nyingine zitakazofuata zitakuwa ni katika sunna na kadhalika na mengineyo, lakini hijjatul islam ni moja tu. Walam yamna'ahu min dhalika hajatan tajhafu bihi, sababu iliyomzuia si kwamba alikuwa na haja au na shida iliyomzuia yeye kuweza kuendea hija, ukawa na haja maalumu na shida ikazuia kwenda katika hija, au maradha la yatiqu minhu alhajj, au akawa hana maradhi au akawa hajazuiliwa na maradhi ambayo yanamzuia asiweze kuifanya haji, au sultan yamna'ahu minhu, au kukawa hakuna kiongozi ambaye anakuzuia kwenda katika hija. Maradhi, uwezo, kiongozi, bia, mazingira ambayo yanaweza yakakusababisha usiende hija, hivi vitu vikawa havipo. Al-Imamu Sadiq alayhi salam anasema, falyamut yahudiyan au nasraniya, uwezo unao, afya unayo, hakuna kizuizi cha aina yoyote ambacho kimekuzuia. Imam Sadiq anasema mtu yule akikutwa na umauti atakufa katika mila za Kiyahudi au atakufa akiwa na mila za Kinaswara. Al-Imamu Sadiq alayhi salam akiwa anataka kueleza msisitizo wa hija ndani ya Uislamu, pale utakapoiacha hija hali ya kuwa kila kitu kiko sawa kwako, utakufa ukiwa ni Yahudi au utakufa ukiwa ni Nasrani. Ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, ibada hii ni ibada adhim kama tulivyoelezea, lakini utukufu wa hija ni pale wewe mwenyewe utakapoanza na nafsi yako. Mmoja, ukaiondoa nafsi yako katika ile kuamini wewe ndiyo wewe, ukauona nafsi yako mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si chochote,
si lolote. Talbia utakayoileta katika hija, labbaik Allahumma labbaik, iwe ni talbia ambayo ni talbia ya tauhid, kwamba umeweka kila kitu pembeni, umempwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, umemuitikia wito Mwenyezi Mungu pekee. Ihram utakayoivaa wakati ukienda katika hija, ukavua nguo zako ulizokuwa nazo, ukavaa ile ihram, utambue kwamba umevua maasi yote, takaburi yote, umevaa nguo ambayo inakuandaa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ihram ni vazi maalum la nguo moja nyeupe. Zingine zote zilikuwa na doa, zilikuwa na uchafu. Umevaa nguo mpya nyeupe isiyokuwa na doa. Nguo hii si nguo ya mwili, ni nguo ya nafsi yako. Hakikisha umejitakasa nafsi yako, imeondoa madoa ya aina yoyote, imekuwa ni nyeupe kama ihramu iliyoivaa. Utakapofanya kila aina ya zoezi ndani ya haji, kama tutakapokuja kuelezea katika hutuba zetu ndani ya mwezi wa Dhulhijja, hutuba ya Ijumaa inayofuata ambayo itakuwa inaelezea amali za hija, hii yote iwe inakujenga kwamba rumuzi zako, ile kudwa yako ni ipi katika kumwendea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Utaenda katika ukuta ndani ya Maka, utanyanyua mawe zaidi ya 70, utapiga shetani wa uongo ambao ni ukuta. Shetani wa ukweli yuko ndani ya nafsi yako. Umeanza naye kupigana naye vipi mpaka ukafika katika kupigana na yule shetani ambayo unamuona, au ni ukuta uliojengwa kama rumuzi ukiwa unapiga. Je, shetani ambayo anakuhubiri unaenda naye katika nafsi yako kila siku, umempiga mara ngapi? Umempinga mara ngapi? Haya yote yatujenge sisi katika tazkiyatun nafs na kututengeneza sisi kuwa ni binadamu aliyesalimika na mwenye kumpwekesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam al-Baqir alayhi salam anasema katika riwaya kuhusiana na masuala ya hija, anasema buniya al-Islam ala khamsi: ala salat wazakat walhaji wasawm walwilaya walam yunadi bishay'in kama nudiya bilwilaya. Al-Imam as-Sadiq al-Imam al-Baqir alayhi salam anasema Uislamu umejengwa kwa mambo makuu matano. Umejengwa kwa swala, daruri min daruriyati ad-din. As-salat umudu ad-din, man aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Az-zakat, al-hajj na as-sawm. Hivi ni vitu vinne ambavyo Uislamu umejengwa navyo, lakini swala la mwisho ambalo linaunganisha yote, al-Imam al-Baqir alayhi salam anasema walwilaya, pamoja na kuwatawalisha ahlu baiti alayhimus salam. Imamu anasema walam yunadi bishay'in kama nudiya bilwilaya, hakuna kitu ambacho kilipigiwa kelele, hakuna kitu ambacho Bwana Mtume alikilingania zaidi, hakuna kitu ambacho Bwana Mtume aliwaitia watu zaidi
kama alivyowaita watu katika wilaya ya Ahlul Bait alayhimus salam. Kwa nini? Kwa sababu wilaya ya Ahlul Bait alayhimus salam ndiyo itakufanya ukienda kuvaa ihram uvae kama alivyovaa Bwana Mtume. Ukienda katika tawafu utufu kama alivyotufu Bwana Mtume. Ukienda katika kila aina utufu ufanye kama alivyofanya Bwana Mtume. Kwa nini? Kwa sababu masdari ya Bwana Mtume ni wilaya ya Ahlul Bait alayhimus salam, ambao wao walisimamia mafunzo mazuri na mienendo iliyo sahihi bila kubadilisha chochote. Kwa sababu wilaya ndio utakuja kuona katika mwezi huu wa Dhulhijja tunaoanza, wilaya ndimo ilipo ndani ya mwezi hii. Ndani ya mwezi wa Dhulhijja kuna Eidul Ghadir ambao ni idi ya wilaya, kuna Mubahala ambao vile vile ni wilaya. Hivi vyote vinatuunganisha katika kuzijenga na kuzilea nafsi zetu na utayari wetu wa nafsi zetu juu ya kuwatetea na kuwatawalisha Ahlul Baiti alayhim afdalus salatu wassalam. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwafikishe na aturuzuku hija ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala fi ami hadha wa fi kulli am, al-mabrur hajjuhum, al-mashkur sa'yuhum, al-maghfur dhunubuhum, al-mukaffar anhum sayyi'atihim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Walillahi ala an-nas hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ndugu zangu, na kuhusieni kwa mara nyingine pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tukiwa ndani ya ashhurul hajj, ya miezi ya hija ambayo wanafikihi wameitaja kuwa ni mitatu: mwezi wa Shawwal, mwezi wa Dhulqa'da ambao tunaumalizia, ikiwa leo ni tarehe 25 ndani ya mwezi wa Dhulqa'da, pamoja na mwezi wa Dhulhijja. Hii miezi inaitwa miezi ya hija, miezi ya kuiendea ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo tulielezea kwamba ni ibada inayoangalia utayari wa nafsi yako, ibada iliyoangalia utayari wa Ibrahimu alayhi salam kumchinja mwanae, utayari wa Ismail alayhi salam kukubali kuchinjwa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, utayari wa mama wa Ismail alayhi salam kuridhia mwanae achinjwe kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Lakini ni hija ambayo au ni ibada ambayo inatuelekeza mapambano juu ya shetani na nafsi yetu jinsi ilivyo. Ni mapambano ambayo tunayaishi kila siku, mapambano ambayo kila mmoja inatakiwa yashinde. Yatakuja kwa staili tofauti kutokana na imani yako ilivyo. Mapambano ambayo Ismail alayhi salam, wakati yeye akitaka kuchinjwa, akimwona shetani akimshawishi, akiinuka na kutupa mawe shetani aweze kuondoka. Sasa na sisi katika maisha yetu ya kila siku, ni mapambano yapi ya nafsi yetu baina yetu na shetani? Utayari huu tunauona katika ibada hii adhim, ibada ya hija.
Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi anasema, alhajj thawabuha aljanna wal umra kafaratu likulli dhambi. Hija thawabu zake ni pepo, malipo yake ni pepo, na umra malipo yake ni kufutiwa madhambi yako. Kwa hiyo kama malipo ya hija ni pepo, na sisi tunachokihitaji mbele ya Mwenyezi Mungu ni kupata radhi za Mwenyezi Mungu, kisha baada ya kuridhiwa na Mwenyezi Mungu ni kuingizwa katika pepo yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakati tukifikia kule, tunahitaji kafaratu lidhunubi, tufutiwe makosa yetu, madhambi yetu, yale madoa yetu tuliyokuwa nayo tunahitaji tufutiwe. Hatuwezi kufutiwa, moja kati ya njia iliyowekwa ni njia ya hija pamoja na umra. Mwisho namalizia na kauli ya al-Imam Sadiq alayhi salam. Aliulizwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kuhusiana na dua inayohusiana na hija, Allahumma rzuqni hajja baitika alharam fi ami hadha wa fi kulli am, mpaka mwisho. Al-Imam akaulizwa kwa nini tunaomba hija kuanzia mwanzo wa mwezi mpaka mwisho wa mwezi, na hatuombi chochote ndani ya miezi hii. Hija imekuwa ni kila kipengele lazima itajwe. Al-Imam Sadiq alayhi salam akamjibu akasema, mwenye kuomba hija akaruzukiwa hija, akafika katika Al-Kaaba, akasimama katika Al-Kaaba, hakuna yoyote ambaye atakayotoka katika hija Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa ufakiri. Hakuna yoyote atakayesimama katika viwanja vya Arafa akaomba dua ya aina yoyote isipokelewe, kwa sababu hija ni uwanja wa kafaratu lidhunubi, ni uwanja wa kufutiwa makosa. Kwa akawa anahimiza watu wazidi kumuomba Mwenyezi Mungu hija, na watakaporuzukiwa hija wakiwa katika viwanja vya Arafa, wakiwa katika makamu Ibrahim, wakiwa katika viwanja vile vyote, waombe zile hajati nyingine. Sasa Imam Sadiq asasema tuqda, haja zako zote zitakidhiwa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya masiku haya adhim, kwa baraka za Ahlul Bait alayhimus salam, aturuzuku vile vile nasi hija yenye kukubaliwa, hija yenye kufutiwa madhambi, hija yenye kuleta utofauti na kutuunganisha sisi kwa pamoja, kwa sababu lengo mojawapo la hija ni kuwaweka watu wote kuwa pamoja, kuungana kwa pamoja, kutoa tofauti zao, kwa sababu wote ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kupitia kauli za Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, inna salati wa nuski wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.